Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta kupitia mtandao wetu wa Tanzania ITV kutoka hapa Mbeya, Tanzania, kituo ambacho kinaleta habari za ndani zaidi uweze kuzipata popote pale, ila tu tunazipata kabla ya vyombo vingine vya habari na mitandao kuiweka hewani. Sasa kabla ni kufahamishe, naomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kila wakati. Cha muhimu, cha msingi, cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Kuna taarifa ambazo ni za kushitua ambazo zimefika hapa kwa meza yetu ya utangazaji hapa Mbeya. Naomba tumsikize mwanadada ambaye ni mwanaharakati hapa Tanzania ambaye anaitwa Rachel Dangwa vile anadai, kwa sababu hayo ambaye anazungumza ndio anaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Tumsikize mwanaharakati wa Tanzania Rachel Dangwa vile anazungumza kuhusiana na maisha ya Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais. Lukuvi ameuliwa ndugu zangu, na Jakaya Mrisho Kikwete ndiye ametoa statement, Samia Suluhu Hassan pamoja na Makonda. Sasa baada ya hapo mnataka mumulie doria nani? Nchimbi. Mmelipanga. Baada ya hapo mnataka mvute pumzi. Ndio maana Nchimbi hajambeleka mapema, kwa sababu tulikuwa tukiongelea. Baada ya hapo mnataka mvutie pumzi Nchimbi. Umesikiza vile Rachel Dangwa amedai kwamba ametoa habari mbaya kuhusu mpango wa kumuua makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Hayo ni madai yake ambayo ameweza kuyasema. Najua sasa wanaharakati wanapata taarifa kabla ya kufanyika. Sasa anadai kwamba kuna mpango maalum wa kumtoa maisha Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais, ili nafasi yake iweze kuchukuliwa na Paul Makonda ambaye sasa hivi ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo katika taifa letu la Tanzania. Haya yanakuja siku moja baada ya Paul Makonda kutoa vitisho kwa Emmanuel Nchimbi kwamba hawezi kuwa rais kwa sababu Watanzania wanamuelewa, watatafuta rekodi, alikuwa wapi, alifanya nini, hawezi kuwa malaika dakika za mwisho mwaka 2030. Shetani ni shetani, hawezi kujifanya kwamba anatetea wananchi wa Tanzania, na yeyote ambaye anampinga ama anamsaliti Samia Suluhu Hassan hawezi kuchaguliwa kama rais katika taifa la Tanzania. Hayo ni matamshi niliweza kufanya taarifa hizo ama niliweza kuzileta kuhusiana na Paul Makonda ambaye ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo hapa Tanzania, wizara hiyo. Sasa taarifa hizi ni za kushitua, na vile anadai huyu mwanadada, niliweza kuwaletea taarifa hizo. Yeye mwenyewe aliweza kudai tena kwamba mbunge ambaye ni waziri aliyekufa wa eneo bunge la Isimani William Lukuvi aliweza kuuliwa. Vile alidai aliweza kuuliwa na Samia, Jakaya Mrisho Kikwete na Paul Makonda. Sasa akasema baada ya Lukuvi, yule ambaye anatafutwa kuangamizwa sio mwingine ila tu ni Emmanuel Nchimbi. Kwa nini? Wakati sasa tunaangalia kwa undani ni kipi ambacho kitasababisha Emmanuel Nchimbi kuuliwa ama kutopendwa katika serikali ambayo anayoihudumia. Kuna taarifa za asiri zinasemekana ya kwamba Emmanuel Nchimbi hajaonekana wazi akitetea serikali ya Samia Suluhu Hassan, hajazungumzia mauaji yaliyofanyika mwaka jana, kutetea serikali kwa nini hayo yalifanyika, na ameonekana katika platform mingi ama katika majukwaa mbalimbali akikosoa serikali hii, kwa sababu anasema mambo ya kutafuta vurugu na vyama vya kisiasa vya mrengo upinzani ni ujinga tu. Alikuwa anatetea Tundu Lissu, ama wakati serikali iliweka mpango wa kukifuta chama cha kisiasa cha maendeleo na demokrasia hapa Tanzania, Chadema, ambacho kinaongozwa na Tundu Lissu, akasema ni ujinga tu, serikali haistahili kufanya hivyo kama yeye angekuwa rais. Na alizungumza wakati alikuwa katika mazishi ya Askofu Pengo hivi majuzi. Sasa
matamshi haya ambayo amekuwa akiyatoa ndio yameweza kukasirisha serikali ya Samia Suluhu Hassan. Na huyu Paul Makonda yeye ni kama anatazamia kuchukua nafasi ya kuwa makamu wa rais hapa Tanzania, kwa sababu kuna taarifa tuliweza kupokezwa, tuliweza kuzianika hapa, tukasema ya kwamba unajua Emmanuel Nchimbi kuwekwa kuwa mgombea mwenza wa Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya Jakaya Mrisho Kikwete, ndiye aliweza kupendekeza jina hilo baada ya kusemekana ya kwamba hata Samia hangepewa tiketi ya chama cha tawala CCM pasipokuwa na Emmanuel Nchimbi, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba yule ambaye Samia Suluhu Hassan alikuwa anatarajia awe mgombea mwenza na baadaye awe makamu wa rais ni Paul Makonda. Sasa Paul Makonda huyu ndiye anarusha makombora, mashambulizi kwa Emmanuel Nchimbi, kwa sababu njia inatafutwa ni kivipi anaweza kuchukua nafasi hiyo. Na kuna taarifa zingine ambazo tuliweza kuziangazia hapa kwamba kulikuwa na mpango wa kuhakikisha ya kwamba mswada umeandikwa na kufikishwa katika bunge la kitaifa, mswada ambao unasema hawana imani ama serikali haina imani na Emmanuel Nchimbi ili aweze kung'olewa kutoka wadhifa ambao anashikilia, ili nafasi hiyo iweze kuchukuliwa na Paul Makonda ambaye sasa hivi ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo hapa Tanzania, kwa sababu yeye ni rafiki sana wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo mipango hii yote, kingine ambacho kinaleta tofauti kubwa ni vile Emmanuel Nchimbi anatazamia kuwania kiti cha urais mwaka 2030 hapa Tanzania. Sasa na Rais Samia Suluhu Hassan anatazamia tena kuwania kiti cha urais mwaka huo wa 2030. Sasa kuna tofauti kubwa hapo. Tofauti nyingine ni vile udini, kwa sababu yeye ni Mkatholiki. Emmanuel Nchimbi ni Mkatholiki, na uwepo wake wa Katholiki katika serikali, mnaona vile Badri ama Askofu Kitima anarusha mashambulizi kwa serikali ya Samia, huku akitoa onyo kwamba Samia sio Mungu, kwa sababu hii nchi ni ya Mungu na tuko na Mungu mmoja. Amekuwa akitoa mashambulizi kwa Samia Suluhu Hassan. Haya yote ndio yamechangia Emmanuel Nchimbi kutopendwa, kwa sababu yeye ni Mkatholiki, na Katholiki kanisa hili limeonekana likishambulia sana ama kusema ukweli na kutetea haki za binadamu na kutetea maskini, jambo ambalo Samia Suluhu Hassan halipendi, na yeye ni Muislamu. Kuna udini ambao unatofautisha kati ya Emmanuel Nchimbi na huyu ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan, lakini haya yote Ndangwa ameweza kudai na yanastahili kufanyiwa uchunguzi ili kujulikana, kwa sababu kulingana na mwanaharakati huyu wanasema huyu Lukuvi aliweza kuuliwa, mbunge yule Jenista Mhagama wa Beramio aliweza kuuliwa. Mipango hapa kufikia sasa, wabunge ni wengi ambao wameaga dunia. Kufikia sasa wale ambao walichaguliwa kupitia CCM ni 3. Kuna madiwani ambao wengine wamehusika kwa ajali, wamekufa. Sasa ni mengi ambayo yanaendelea. Jeshi la polisi hapa kuhusika kwa ajali na kupoteza maisha, ni mengi ambayo yanaendelea hapa Tanzania. Wengine wanasema ni damu ambayo ilimwagika katika mitaa mbalimbali ndio inaendelea kuwafuata viongozi wa CCM, kwa sababu hawakuchaguliwa, waliweza kujichagua wao wenyewe. Haya ndio yanaendelea sasa hivi, lakini tukipata taarifa zingine kuhusiana na madai hayo tutazileta hapa ili kuziangazia. Naomba kutamatisha hii kanda, tukutane baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho ukaweze kusubscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Kwa heri kwa sasa.